Leo tumeletwa Ubungo na hala mkubwa ya Mwijaku kwa ajili ya kutembelea miradi ya serikali kwa ujumla, hasa kwa ajili ya kumsupport rais wetu Mama Samia. Mwijaku, hongera kwa hilo. Nashukuru sana. Niliwaambia hala mkubwa sio zimamoto. Hii ni kampeni ambayo tutazunguka nchi nzima. Na ukiona nimesimama sehemu baada ya tukio moja ujue ni maelekezo. Kutoka juu. Kutoka juu. Juu wapi? Kwa Mungu huyo. Kwa hiyo Ubungo imeombwa. Kabisa. Kwa imefikiwa. Watu wanaona kama umempiga juju ndugu yako. Alianza ile ya kwako kuzunguka mikoani lakini unaona amezima, wewe unaendelea. Na sio juju. Unajua kila kitu unatakiwa uwe na akili. Unawasilisha nini? Kwa sababu kuna vitu unatakiwa anafanya yeye. Nyinyi waandishi wa habari mna kazi gani? Mimi na deal na result. Ambao result naitoa wapi? Lazima ufanye research kwa mradi au uwekezaji uliofanya na Rais Samia Suluhu Hassan. Niliwahi kumwambia kaa chini, tuliza kichwa chako. Kuna vitu vinahitaji ujanja na kuna vitu vinahitaji taaluma. Taaluma ikienda tubaki nyuma ujanja. Kuna sehemu utafanya ujanja, utawabeba, utawarundika watu kwenye magari, utawazungusha, utawarudisha, utawachosha basi. Lakini taaluma sasa ikitangulia mbele, unaona hata nyewe waandishi mlikuwa mnaenjoy namna gani hala mkubwa inavyowapeni content. Wewe utegemea kama hapa utapata eneo kwa shilingi milioni 1, Mama Samia huyo. Ulitegemea uwekezaji kama huu ambao utaleta tija, connection baina ya wafanyabiashara na masupplier kutoka China. Maana yake ndio result hizo. Umeshanipata? Nyinyi wenyewe mmeenjoy na kusikia pale hali unavyouliza maswali mengi, najua unataka kufanya biashara na kujua. Sasa haya ndio matunda ya hala mkubwa. Kwa hiyo atulize kichwa chake. Namfungulia mlango aje. Nimemsamehe aje, nimueleweshe na nimvishe fulani ya hala mkubwa. Twende tukaonyeshe result kwa Watanzania. Aache ujanja ule wa kupiga kelele. Tayari kushirikiana na Baba Levo. Aje, mimi ni kimbilio la wengi, aje kwa sababu sisi wote tunajenga nyumba hii. Wote tunajenga nyumba hii. Wote tunajenga nyumba ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha yale aliyofanya kwake yanatija kwa Watanzania. Kwa hiyo haje, namkaribisha aje, na ofisini kwangu anapajua. Aje, maana sasa hivi na ofisi nyenyewe mjajua, mmeshtuka. Aje ofisi ipo. Masaki. Hala mkubwa. Masaki. Sudi nitawaita pale. Sudi nitawaita. Ngoja kuna vitu pale vikamilike. Ndio basi sijadanganya, nimekwambia Sudi nawaita. Kuna vitu nakamilisha. Kwa hiyo aje. Vitu vya ndani tunajua vidogo bana nini tunasubiria. Kwa hiyo hala mkubwa aje tukae tuzungumze, nimuonyeshe namna gani Watanzania wanufaika na result na watakiwa kwa jamii. Aje nimfundishe. Sawa, Mwijaku. Issue iliyopo hapa bwana ya moto kidogo. Tunaona juzi ndugu yetu Manara My Mother. Wote wale ni watu wa media. Wa media, watu wa habari. Manara katangaza, My Mother mtangazaji. Wamepishana kidogo kwenye masuala ya kihabari. My Mother akatoa kauli, lakini Manara kaona kama ameonewa, My Mother kadanganya tena mahakamani na nini. Kwanza tuangalie hapo kwenye sakata la My Mother na Manara. Nani yuko sahihi na nani anamakosa? Ngoja kwanza nikwambie. Unajua yule anataka kulalia upande wa defamation. Defamation uzuri. Unaona umesoma kidogo. Umeshapata? Ukikaa kwenye defamation utaitafuta kwa nguvu sana na usipate. Afrika Mashariki kesi kama hizo naweza nikasema katika 10 basi 0.1 mtu ana win. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ajue yule yupo kwenye tasnia yake. Yupo kwenye kutoa habari. Kama ulikuwa hutaki habari, wewe usingopeleka vitu vako watu tuvijue, na ulikuwa unatuita kwenye shughuli zako. Nani ambaye hajaalikwa kwenye shughuli za Manara, kwenye harusi, kwenye uchumba wake? Naye mwenyewe muda anashare kabisa. Anasema watu nataka mjifunze kupitia mimi. Mjifunze kupitia mimi. Utakapoenda bla au kutakapokuwa na changamoto, wale waliowaita wajifunze watasema ulituita tujifunze, lakini kwa sasa hivi tunaona mambo si shwari. Mmoja kati ya kigezo peaceful life ya baina ya wanandoa ni kutokuonyesha ishara ya kuunfollowiana. Maana mimi nikikuunfollow, maana kuna vitu sitaki kuvijua vya kwako. Na wewe kuna vitu sitaki kuvijua vya kwangu. Upendo utaona umepungua. Ushabata? Kwa hiyo watu wameingia, wameangalia, muone huyu ukamunfollow. Baadaye wakafollowiana tena. Tayari kulikuwa na changamoto. Kwa hiyo pale lazima Martha aseme, jamani, kwenye mahusiano ya ndoa au mahusiano ya mapenzi kuna changamoto zinatokeaga, ila sasa hivi wamesolve, sio dhambi. Sasa yeye kusema kwamba aliondoka kwa Dula, akaenda kwa Dula kweli. Sasa kwenda kwa Dula, aseme kwenda kwa Dula, sasa hatujajua Dula gani. Dula hapo wengi. Sasa nyinyi kwa sababu mindset zenu zimezama kwenye Dula, mnaasa Dula Makabila. Yeye kasema aliondoka alikwenda kwa Dula. Dula hapo wengi. Sasa hapo sasa hapo ndo anaingia kwenye kudhibitisha sasa. Angesema ameondoka kwenda kwa Dula, tungejua Dula wapo 3500 Tanzania. Kwa hiyo angetuambia Dula yupi.
Kwa hiyo kwa makabila sasa itabidi sasa baadaye atuthibitishie. Of course uhakika wa kusema ameondoka anaweza akawa nao, alitoka nyumbani. Hatujui, pengine alikwenda kwa wazazi wake, mkewe, au alikwenda kwao kwa ukweni, au alikwenda kwa ndugu. Mshapata? Kwa hiyo kusema sasa alikwenda kwa fulani, pale ndio unaingia, na pale ndio approve. Yeye approve kama alionekana anaingia Tegeta kwenye gorofa la Shabani Juma Mtobere ambaye amelipanga Dula Makabila, pale tutasema ameonyesha proof. Lakini Fedha kama kuonyesha proof, atatakiwa amsafishe. Sio Manara, amsafishe mkewe Manara. Mind you, sio Manara, amsafishe mkewe Manara. Sababu tumeenda kisheria. Manara hapo haingie kusafishwa. Anasafishwa mkewe. Bwana naomba radhi, hakuenda kwa Dula Makabila. Alienda sehemu fulani. Kwa hiyo kukosea alipoenda na sio dhambi kisheria, yani si kosa. Tafuta bylaw ya uwasilishwaji wa habari subsection 21 A na C. Bylaw ambayo imefanywa amendment mwaka 2000 inamruhusu mwandishi wa habari kuchunguza habari, lakini ukishaichunguza unatakiwa ubalance, uequalize. Mshaelewa? Tuna voice tunamsikia alimpigia Manara, maana yake ali-equalize pale. Yuko kabalance pale. Hata kama akipokea majibu ya kashfa, pale ameshatoka kwenye kesi. Yaani ameshatoka. Akasema pia aliongea na Zailisa. Pale ameshatoka kwenye kesi. Whether umemjibu, whether hujamjibu, whether umemtukana, either hujamtukana, tayari by law inamlinda Maimartha. Kwa hiyo swala kusema nitamfungia mashtaka, tusifungue mashtaka kwa mhemko. Angalia sheria itanibeba au itamfeva yule. Mpaka sasa hivi hata aende atumie na sheria 3500, Maimartha yuko peace. Wanahisi kama Maimartha hastahili kufanya zile aina ile ya habari kwa umri wake. Labda hiyo wazo hilo akitoa kweli. Kwa umri wake kweli, kwa sababu mimi nipo shule ya msingi na mwana Maimartha. Shule ya msingi? Shule ya msingi namuona Maimartha. Nipo Kazura Mimba Kigoma, naenda Ujiji namuona Maimartha. Mpaka nakuja namuona Maimartha. Naingia kwenye biashara ya kuongelea maisha ya watu, niko naye. Kweli kuna muda inabidi kweli. Kuongelea watu biashara kumbe. Mimi napenda kufuatilia tu maisha yao. Mfano kama wewe napenda kufuatilia maisha yako, sasa hivi umeimprove lifestyle, umebadilisha kitanda. Rafiki sijui ameniambia Irene msichana wako anaitwa Karen Ngatuli, au umemkataa leo? Kamkataa msichana wake leo. Mjako. Kwa hiyo kiuhalisia kuna vitu vya kufanya na vitu sivyo vya kufanya. Sawa, turudi kwenye issue ya Master J. Maana wewe ndio ulijaribu kumwataki Master J, baadaye ukaisoti. Na sio kumwataki, nilimpigia athibitishe kauli yake na akaomba radhi nikiwa hewani katika kipindi cha jana. Tukiacha ile ya kumpigia, ulienda tu personal sana kwa Master J. Mtukana sana utakuwa. Kwani kweli Master J nyumba hawajauza? Nyumba yao hawajauza? Sasa wewe alikuwa na umuhimu gani kuiangalia? Lazima niseme kama Master J aliweza kuichambua nyumba yangu, yeye na umuhimu gani kuchambua nyumba yangu? Alichambua nyumba yako? Anajisaulisha. Tafuta, amechambua nyumba yangu, anasema nyumba yangu ni $500,000. Yeye kilikuwa na umuhimu gani kuchambua nyumba yangu $500,000? Mimi nimesema nyumba yangu ni $1.3 billion. Yeye anang'ania ile nyumba. Sasa na mimi nimefanya uchunguzi. Sasa usinilaumu. Yeye kafanya uchunguzi na mimi nimefanya uchunguzi. Aliuza nyumba kwa dhulumu dada zake. Kwa dhulumu? Hela akala mkewe yule, wameenda kujenga Moshi. Sasa mimi ndio napenda kufuatilia maisha mie pesa. Sasa jibu la Alikiba watu wanaona kama Alikiba kavuka kaenda mbali. No, Alikiba sio kuguswa. Ile ni onyo kwa wengine ambao wanamchokonoa, sio kuguswa. Sio mtu alevozeni kurushana maneno kama bilinganya. Ndio maana kalieka pale bilinganya limekunjika hivi. Sasa kazi kwake Master J kufuta ile dhambi ya bilinganya. Atatumia sabuni gani hiyo Allahu aalam, atajua mwenyewe. Hata kama kwamba msamaha sasa Alikiba afute tu. Nani? Alikiba. Nani yani Alikiba? Alikiba ingie. Alikiba kishamaliza amemaliza, amefunga, atafungua kurasa nyingine. Ndio ujue usimguse Alikiba. Yeye anapambana saizi Master J na bilinganya. Si unaona picha bilinganya pale? Au hujaiona bilinganya? Mimi sijui alichokiandika Alikiba ndio tukisimamie. Aifute picha ya bilinganya. Lakini Master J alikushukuru. Mimi kanishukuru, of course. We are doing very nice. He's my brother. Nimekaa naye, nimeishi naye vizuri. Nimefanya naye kazi THT. Kwa hiyo he is very good. Lakini Alikiba anabana pua. Habani pua. Mwambino ndo anabana pua. Mwambino akianza kuimba hivi.
penzi langu. Ni Mwambino wewe. Lakini Alikiba tusikia penzi langu. Vitu vile tofauti hivyo. Hata Mazega wanasema Alikiba na Bana Bono. Alikosea sehemu, aliomba radhi, alisema pombe. Yule ni mtaalamu wa muziki. Lakini kasema sio mtaalamu wa muziki. Kasema mimi naishi chini miaka 10, unaambia sio mtaalamu. Master J sasa ni producer ambaye kaja Techia ananikuta Master J. Jiulize, anakuja Techia ananikuta. Wewe na Master J nani mtaalamu kimuziki? Mimi hapa mtaalamu Techia, nimekaa kwenye darasa. Kanikuta Techia, hata katika mazungumzo yake umemsikia. Basi hujamfuatilia wewe. Anasema nilikuwa nakuja na wewe THT, mazoezi tulikuwa tunafanya wapi? Jamani, hamjafuatilia interview basi. Wewe na Master J ndio mtaalamu. Produce muziki tangu enzi za muziki wa Bakurutu. Ndio maana nakwambiaje, yeye nimefanya naye kazi THT. Wewe ulikuwa kazi na mimba. Nimefanya naye kazi THT na mwenyewe kakiri. Ndugu zangu, asanteni sana. Kubali kitu kimoja. Master J anajua muziki kuliko wewe. Hapana, mimi naujua muziki kuliko Master J. Sasa angekuwa anajua muziki angeenda kwenye ujenzi. Ujenzi sasa fundi tofali. Ni fundi matofali sasa hivi. Sasa okay, tukija kwenye upande wa live. Amna anemshinda Alikiba. Kwenye live nani anemshinda Alikiba? Toni takataka hizo. Sasa muona ondoka. Na wai na majukumu mengine ya kitaifa. Na majukumu mengine ya kitaifa. Master J alimtolea mfano BN. BN anafanya vizuri lakini amejifunza kwa Alikiba. Okay. Na mwenyewe anakiri BN kwenye interview yake. Nimejifunza live kwa Alikiba. Sawa watoto wadogo.